Usiku ulikuwa umetulia, lakini moyoni mwa Amani kulikuwa na kelele zisizo na sauti. Simu yake iliwaka kwa mwanga hafifu, ujumbe mmoja tu lakini ulitosha kubadilisha kila kitu. Nimekumisi, kesho nitakuona. Amani aliganda, macho yake yakabaki kwenye skrini kwa sekunde kadhaa. Kisha akavuta pumzi ndefu kama mtu aliyekuwa anajiandaa kukubali ukweli ambao kwa muda mrefu alikuwa anaukwepa. Tatizo halikuwa ujumbe, tatizo lilikuwa jina lililoandikwa juu yake. Jina ambalo halikupaswa kuwepo tena kwenye maisha yake. Miaka miwili nyuma, Amani alikuwa mwanaume wa kawaida tu, lakini mwenye ndoto kubwa. Alikuwa anaamini katika mapenzi ya kweli, yale ya kujitoa, kuvumilia na kujenga pamoja. Na ndipo alipokutana na Neema. Ilikuwa ni siku ya mvua ya ghafla iliyowakutanisha kwenye kituo kidogo cha basi. Neema alikuwa amesimama pembeni akijikinga na mvua kwa kutumia faili lake la kazi. Amani alipomuona hakujua kwa nini, lakini alihisi kama kuna kitu tofauti. Hakukuwa na makeup nyingi, hakukuwa na show off, lakini alikuwa na utulivu ambao ulimvuta. "Unaweza kusimama hapa?" Amani alisema huku akimsogezea nafasi chini ya kivuli kidogo. Neema alitabasamu kidogo, na tabasamu hilo lilimuingia moja kwa moja moyoni. Hapo ndipo kila kitu kilianza. Mapenzi yao hayakuwa ya ghafla, yalijengwa taratibu. Simu za usiku mrefu, vicheko visivyoisha, ahadi za kesho njema. Na kwa mara ya kwanza Amani alihisi yuko mahali sahihi. Aliamini huyu ndiye mwanamke wa maisha yake. Lakini kuna kitu kimoja ambacho hakukijua. Kuna mtu mwingine ambaye bado alikuwa na nafasi ndani ya moyo wa Neema. Mtu ambaye hakuwahi kuondoka kabisa. Miezi ilivyopita, mapenzi yao yalizidi kuwa mazito. Amani alianza kujitoa zaidi. Alianza kupanga maisha yake akimhusisha Neema. Marafiki zake walimuonya, "Usipende kupita kiasi, utaumia." Walimwambia, lakini Amani alicheka tu. "Mapenzi hayana hesabu," aliwajibu. Hakujua. Alikuwa anaingia kwenye mchezo ambao sheria zake haziko wazi. Siku moja Amani aliamua kumfanyia surprise. Alienda nyumbani kwa Neema bila taarifa. Alikuwa na maua mkononi na moyo wake uliojaa furaha, lakini alipofika mlango haukufungwa kabisa, na kilichokuwa ndani hakuwahi kuwa tayari kuona. Sauti za ndani zilikuwa za wazi. Kicheko cha Neema, lakini hakuwa peke yake. Kulikuwa na sauti ya mwanaume mwingine. Amani alisimama pale mlangoni, mwili wake ukakataa kusogea. Maua yake yakaanza kudondoka polepole, na kwa mara ya kwanza alihisi kitu kinavunjika ndani yake. Lakini hakuingia, hakuuliza, hakuongea, akageuka na kuondoka kimya kimya. Kwa sababu wakati mwingine ukweli hauhitaji maelezo. Sasa miaka miwili baadaye, ujumbe ule ule umerejea kutoka kwa mtu yule yule. Na safari hii Amani hakuwa yule mtu wa zamani tena. Je, Neema anataka nini baada ya muda wote huo? Na Amani ataamua kurudi kwenye maumivu au atalinda moyo wake? Usiku ule Amani aliandika jibu moja tu, lakini jibu hilo litaamua kama ataingia tena kwenye mapenzi au ataanzisha vita mpya ya moyo wake. Usikose kufuatilia mwendelezo wa kisa hiki. Mwandishi ni Omar Zongo, nami ni Sakina Bukavu. Tafadhali usiache kulike, kushare, like zaidi, kusubscribe channel hii ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwekea.